Naitwa Ibrahim Shamte, mkazi wa Mbagala Rangi Tatu. Sisi bwana, tuna masikitiko. Mheshimiwa Rais, naomba utusaidie. Sisi tumeletwa barua hapa za kuhama, ambapo barua zenyewe ziliandikwa ndoa biashara yako na toa kibanda chako. Sisi tuna makazi hapa tangu mwaka 80 tunaishi hapa. Wazee wetu wamenunua hapa kutokana na halmashauri ya jiji, wametupa namba za nyumba, tunalipa manispaa, tunalipa kila kitu cha serikali. Wazee wetu hapa hawakuvamia, walinunua kwa serikali ya mitaa baada ya kuwa poli na miaka mingi, wakashawishiwa ili wauziwe wajenge makazi ili kupisha uhalifu. Wazee wetu wengine walikubali, wengine walikatana, wakanunua maeneo haya waliokubali. Mpaka leo huu mji umekuwa mji, na mji umekuwa na thamani, na kila inapokwenda ikikaa miaka 2-3 tunatishwa hapa, wanakuja watu, mnaishi hapa, mna vibali gani, au mnaishi hapa, mna karatasi gani? Tunaitwa serikali ya mitaa, tunapeleka dokumenti zetu, wanasema basi kama hivyo mnaishi kisheria, tunarudi. Tukikaa miaka 4-5 tunabandikiwa makaratasi, bwana mnatakiwa muame, hatuendi kokote. Mara nyingine tunakaa ile jambo linaisha hivi, umeona. Lakini safari hii limekuja jambo hili, tumeletewa barua sisi, toa biashara yako kwenye eneo la wazi, toa na kibanda chako. Tukiangalia sisi makazi ya kuishi, sisi tuna makazi, tunaishi na watoto wetu, watu wamezaliwa hapa, wameolewa hapa, wamekulia hapa, wazazi wetu hao walionunua wamefia hapa, tumezika hapa. Mpaka hii leo ni masamani yetu, tunaishi hapa. Leo serikali imekuja inatuambia tuondoke, tena notice ya mwezi mmoja pasipo malipo aina yoyote, na wala tujashirikishwa kuitwa hata kwa mtendaji au serikali ya mitaa, bwana kuna jambo moja au lingine. Hilo jambo halijafanyika. Kwa hilo jambo linaenda yani kwa mababu tu, hamna kingine zaidi hapo. Kuna watu wenye pesa zao, wana maeneo wamepigwa stop kujenga, kwa hiyo watu wanakosi tutoke hapa waweke watu wengine ambao washachemka sehemu nyingine kujenga mafremu kama maeneo ya stendi mwendo kasi, zijengwa fremu zimepigwa stop. Kwa hiyo watu hawa ambao wanawadai hela zao wameona hamna jinsi, waje kwa sisi wanyonge. Sisi Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa na Waziri wa Ardhi, tunakuomba tusaidie swala hili. Sisi walala hoi, hatuna chochote. Mimi leo ninaponitoa na watoto kama hawa na wake wawili, naenda wapi? Na kuomba tusaidie ili tupate haki zetu za msingi. Sisi hatubishi kutoka. Kama kuna mipango ya serikali inataka ifanye kimaendeleo ya nchi au kijamii, sisi hatuna sababu ya kubisha kutoka wala nini. Lakini tunatoka vipi? Sisi tuko hapa, nguvu zetu, wazazi wetu wamewekeza hapa, na sisi wenyewe wazazi wetu waliofariki na sisi tumewekeza hapa, tunaishi hapa na makazi yetu yote yako hapa. Kwa hiyo sasa, Mheshimiwa, hatugomi kutoka na jambo la serikali, hatugomi hata siku moja, lakini tunaomba tufidiwe. Tunapokwenda sisi tutakwenda wapi na watoto kama hawa? Leo hata sina hela kutolea bati zangu wala kubebea tofali zangu. Labda ningekuwa na kiwanja nasema nitabeba, hata kama ningekuwa na kiwanja siwezi kutoka hivi bila kupata hela nauli, ndipo ni sawa. Lakini hii haki yetu sisi, hatuwezi kupata hela nauli, sisi tufidiwe. Mwanja Amani ndugu, mimi nimeshangaza jana katika nyumba yangu Mbagala, ni mkazi wa Mbagala Rangi Tatu, wamekuja kuandika ambaye wamenambia mwezi wa 3 tarehe 3 ndio mwisho hapa kukaa katika makazi. Tumepewa barua mwezi mmoja tuondoke. Je, tutakwenda wapi? Na mimi hapa ndio kwenye makazi napoishi miaka chungu mzima. Wajukuu wamezaa, wameolewa. Sasa leo naambiwa niondoke bila chochote. Sasa kilio changu najua utajua kilio changu kunililia kwa wakubwa wote wa serikali, kwa mama yetu mpenzi muelewa. Leo wazee, mimi nitakwenda wapi? Sina miguu, sina kiuno, ninakwenda na miguu mitatu na fimbo, ninasota. Leo nitakwenda wapi? Nimeambiwa niondoke katika nyumba yangu nilioishi miaka chungu mzima. Ombi langu kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwamba atufikirie sisi wananchi wa Mbagala Rangi Tatu hapa, kwa sababu tupo hapa miaka mingi. Kama nilivyosema, tupo hapa, kama mimi nipo hapa miaka 20 sasa. Tunafanya biashara na wengine wana makazi yao hapa, wanaishi hapa,
wanaendesha familia zao, wanasomesha watoto shule kupitia hapa. Sasa inapokuja bomoa, tunaomba Mheshimiwa Rais atusaidie. Kwa maana nikawaambia mtaandika barua, lakini barua ina michakato mirefu. Sawa mpaka ije kupata majibu inaweza kachukua muda mrefu. Mimi niwaombe nyinyi, niliwaomba kwenye kile kikao, kama mtakuwa mko tayari, nimuombe mkurugenzi tukae naye kikao cha pamoja cha haraka, ili nyinyi kupitia kamati yenu mtakayounda, wawakilishi wenu na mkurugenzi, tukae kwa pamoja na mimi na nyinyi tujadili hoja hizi za msingi, tupate majibu kwa haraka. Sawa Lakini walingangania barua niipokee niijibu. Na ni kweli nikaipokea mbele yao kwenye kile kikao, na siku ya pili yake mimi barua yangu nikawajibu. Sawa Na majibu yangu alikuwa mafupi sana, nikwambia kwamba ni kweli upo mpango wa uboreshaji wa kupata wa kujenga stendi ya kisasa ya magari ya kusini. Sawa Lakini zaidi nikawashauri wawasiliane na ofisi ya mkurugenzi kwa ajili ya kupata majibu ya kitaalamu zaidi kulingana na hoja zao zile walizoziandika. Lakini nasikitika ni kwamba ni kweli walimwandikia mkurugenzi barua, lakini barua waliomwandikia mkurugenzi kwa mimi kuna baadhi ya vitu ambavyo wanapotosha ile kamati yao. Sawa Na nitavisema. Mfano, kulikuwa na hoja moja ambayo inaonyesha mimi diwani ndio nilioitisha kile kikao chao cha kwanza, ambacho sio kweli. Nikaona mimi nichukue jukumu la kumwomba mkurugenzi tukutane nao, ili pamoja na majibu atakayopewa kupitia barua yao, lakini pili, kama kuna hoja nyingine za ziada tupate uelewa wa pamoja. Nikachukua jukumu mimi, nikamtafuta mkurugenzi na mkurugenzi aliridhia tukutane kwa pamoja. Sawa Nikawapa mrejesho kupitia mwenyekiti wao Mzee Shayo. Mzee Shayo akanambia bwana, kwa siku hiyo ni Jumatatu. Maana ilikuwa ni siku ya Jumatatu kikao. Kama siku ya Jumatatu watu wengi wako kazini. Nikamwambia fanyeni kila ima tukutane na mkurugenzi, kwa sababu hii tunajadili maslahi yenu. Sawa Akaniambia bwana, subiri na sisi tutatisha kikao chetu siku ya Jumapili cha wanakamati tujadili hii hoja ambayo umetuletea. Nikamwambia sawa. Na ni kweli siku ya Jumapili walitisha kikao, wakakaa wakajadiliana, wakanipigia simu wakaniambia bwana, tumejadiliana hapa, tumeona sisi kikao na mkurugenzi tusikifanye mpaka tutakapopata majibu ya barua yetu. Nikawaambia mimi nashukuru kwa majibu yenu, na mimi mkurugenzi namwambia bana, wanatakiwa wajibie barua yao zaidi, na watakia kila laheri kwenye kufuatilia barua yenu. Kwa maana hiyo barua yao sasa wanatakiwa kufuatilia, sio mimi tena, ni wao wanatakiwa kufuatilia majibu kwa mkurugenzi ya barua ambayo wao walioandika, na mimi nakala wameniletea.